Moja kwa moja mpaka kwenye kiringe kimoja cha wachawi hivi. Kuna wasichana kadhaa walikuwa hapo wakiimba nyimbo zao za kichawi kama kawaida. Sasa baada ya kumaliza kuimba nyimbo zao, wakaanza kupongezana kwa kupeana glasi ya damu. Yaani hizi ni damu ambazo wote wanakunywa ili kuashiria umoja wao. Baada ya kila mmoja wao kupata glasi ya damu, kiongozi wao akaanza kutoa mwongozo pale. Akawaambia kwamba hivi karibuni wamempoteza mmoja wao na wanamhitaji mtu ambaye atareplace nafasi yake. Watumishi wake wakamwambia wapo mbioni kulifuatilia hilo, kumtafuta msichana ambaye atareplace nafasi ya huyo mwenzao ambaye inaonekana ni kama amefariki au kapotea vile. Kwa hiyo hapo wanahitaji msichana ambaye atakuja kureplace nafasi yake. Wafuasi wake wakamwambia hawatamuangusha katika hili na wapo mbioni kulifanyia kazi. Kiongozi wao akamwambia, kumbukeni, si kila msichana anaruhusiwa kujiunga na sisi. Wale ambao ni intelligent na wapo vizuri sana kiakili ndio ambao wanaruhusiwa kujiunga na sisi. Kwa hiyo fanyeni utafiti wenu kwa umakini kabla ya kumleta huyo msichana kujiunga na sisi. Kweli bana, baada ya pale wachawi hawa wakaendeleza nyimbo zao kama kawaida. Wasichana ambao wanajiita The Dark Moon Girls. Hii inaitwa The Dark Moon Girls. Bonge moja la movie mtu wangu. Make sure umekuwa na mimi kutoka sekunde ya mwanzo mpaka sekunde ya mwisho kabisa movie hii. Lakini kabla tujiendelee mbele zaidi mwanafamilia, make sure tayari umesubscribe na kugusa alama ya kengele ili muda wote kupata burudani za Msohe. Wezi amini wasichana wote wale ni wanafunzi kwenye shule moja kubwa hivi hapo mjini. Kwa hiyo siku inayofuatia wakaingia skuli kwa ajili ya kumtafuta mwanafunzi ambaye atajiunga pamoja na wao kureplace nafasi ya huyo mwenzao ambaye kaondoka. Na waliambiwa na kiongozi wao wasije wakamleta mwanafunzi ambaye hana akili. Inatakiwa mwanafunzi ambaye yupo vizuri sana kiakili ndo anaruhusiwa kujiunga na wao. Wakiwa darasani leo, ticha akiwa anafundisha, ticha aliuliza swali moja lilionekana kumshinda kila mwanafunzi. Lakini kuna huyu mwanafunzi mmoja anaitwa Misoma, yeye alijibu swali lile kwa ufasaha wa hali ya juu, na macho ya wale wasichana yote yakawa juu yake, na akili zao zikawa zimesema kwamba tayari wamefanikiwa kumpata huyo msichana. Huyo msichana anaitwa Misoma, ni mgeni kaja majuzi tu hapa kwenye shule. Ana huyu mchizi ambaye ni rafiki yake anaitwa Wisdom. Akawa anamuuliza vipi kaonaje mazingira ya shule na nini. Misoma akawa kasema kapenda mazingira ya shule na kingine pia kapenda walimu, kapenda pia wanafunzi. Usiku wa siku hiyo wale wanafunzi wa The Dark Moon Girls wakakutana tena kama kawaida, na wakawa wamejadiliana kwamba wameshafanikiwa kumpata yule msichana ambaye anatakiwa kuja kureplace nafasi ya mwenzao. Kwa hiyo wakawa wamejadiliana pale, kazi iliyobaki ni kumshawishi mpaka kubali kujiunga nao. Kweli bana, siku inayofuatia Misoma akiwa anatoka skuli, wakamtinga njia pale. Misoma akawasalimia kistaarabu na nini wale wakamwambia tupo hapa kwa ajili ya salamu. Tupo hapa kwa ajili ya kukupa wewe ofa. Akashangaa ofa gani hiyo? Wakamwambia tunahitaji wewe mmoja wetu. Akauliza bado sijaelewa, mmoja wenu kivipi haswa? Wakamwambia unatakiwa kuwa mmoja wetu kwenye kundi la The Dark Moon Girls. Sasa hilo kundi ni maarufu sana hapo shuleni, kwamba hilo kundi la wasichana wa The Dark Moon huaga ni wachawi kishenzi sio kidogo. Kwa hiyo akamwambia mimi sihitaji kabisa kujiunga na nyinyi. Nimekuja hapa shuleni kwa ajili ya kusoma na kufanya mambo yangu tu. Sihitaji kabisa kujiunga na nyinyi. Wakamuuliza unawezaje kukataa ofa yetu kama hii? Hivi unajua ni wasichana wangapi huko nje wanatamani kuja kujiunga na sisi? Mimi sijali kuhusu hilo, lakini ukweli ni kwamba sihitaji kujiunga na nyinyi. Tunakupa mpaka kesho. Wewe umefikiria ombi letu na uje utuambie kama upo tayari kujiunga pamoja na sisi. Akawajibu wala hata msinipe muda wa kufikiria, kwa sababu nimeshaamua kwenye akili yangu sipo tayari kujiunga na vikundi vyovyote vya siri. Wakamsodoa na nini pale kisha wakaondoka, lakini walimwahidi ni lazima ajiunge pamoja na wao. Iwe anapenda iwe apendi, ni lazima awe mmoja wa kundi la The Dark Moon Girls. Siku hiyo Misoma alifika nyumbani akiwa kanuna kishenzi, mpaka bibi mkubwa akawa anamuuliza wewe, mbona umenuna kama hivyo? Lakini Misoma hakumjibu kabisa mama yake. Mpaka mida wanakula na nini, na Misoma anaishi na mama yake peke yake. Mama akawa anamuuliza nini tatizo? Leo kaenda shuleni karudi amuelewi, na kingine kamuuliza hujapenda mazingira ya shule. Misoma akasema hapana, ni mambo mengine binafsi yanamsumbua, lakini sio kuhusu shule wala nini. Bi mkubwa akaona freshi, akihitaji kuongea naye yupo kwa ajili yake. Siku inayofuatia kama kawaida skuli wakamfuata tena, na kingine wakamuuliza vipi tayari kashajifikiria? Hili kundi linaongozwa na msichana mmoja anaitwa Chizi. Hakuwajibu chochote, akaamua kuondoka kuwapisha pale. Lakini ndo tayari usumbufu umeshaanza, na hawa watu wachakatu kumfuatilia mpaka pale ambapo atakubali kujiunga pamoja na wao. Wisdom wakiwa na mshikaji wake Tochu waliona mambo yote haya, wakawa wanamfuata kwa wanamfariji sana Misoma. Wakawa wanamwambia hawajui nini kinaendelea, lakini wameona the way anavyosumbuliwa na lile kundi la kina Chizi. Misoma akawajibu ni kwamba wanalazimisha kujiunga kwenye kundi lao, kundi la The Dark Moon Girls. Wisdom akamwambia wale wasichana ni hatari mpaka kwenye sheria za shule, yani uwaga muda mwingine wanaua na wala sheria za shule hazifanyi chochote juu yao, wanawaangalia tu hivi. Misoma
washangae na maana wao wapo juu ya sheria. Wakamjibu cha kufanyia kae mbali sana na lile kundi, asije kachangamana nalo hata kidogo. Mida kidogo hivi Wisdom akamfuata msichana mmoja anaitwa Vicky, ni mmoja wa lile kundi la The Darkmoon Girls. Na kingine akamwambia, we Vicky, kama unavyojiita mwenyewe tu, mimi sijali mnatoka kundi gani wala vipi, lakini kaeni mbali sana na Misoma. Vicky akamuuliza, wewe kundi letu linakuhusu vipi? Na kingine kaa mbali kabisa na mambo ambayo yakuhusu. Jamaa akamwambia, nakupa onyo, wewe na kundi lako lote zima mkae mbali sana na Misoma. Nimeona the way mnavyomsumbua sijapenda kabisa. Vicky akamwambia, ndo kwanza imeanza tu, wala hatujafikia mwisho. Wisdom akataka kumbamiza kibao pale, Tocho akamzuia. Na akamuuliza, mzee vipi wewe? Unajui kama hao ni wachawi? Kweli bana, kama Vicky alivyokuwa amesema, ndo kwanza wameanza. Kwa kuwa Misoma kagoma kujiunga na wao kwa hiari, wakaamua kumforce. Wapo wanachezea begi lake, wanatupiana huko wanatupiana kule, ili mradi kumchosha tu Misoma na ili mradi kumkera tu. Sikagoma kujiunga nao, sasa itambidi akubali by force. Haikuishia shuleni, bali wakawa wanamsubiri mpaka mida akiwa anarudi nyumbani, wanamsubiri barabarani, wanambamiza kinoma. Walikuwa wanampiga hivi mpaka pale ambapo atakubali kujiunga pamoja na wao. Hiyo nafasi ya huyu msichana ambaye kaondoka ni lazima ipate mtu wa kuireplace mapema. Sasa Misoma kagoma ndo kama hivyo anachezea kipigo kinoma yani. Leo akawa amerudi nyumbani, kiuno kimetenguka, mguu umetenguka, kichwa ndio hivyo kinamuuma. Bi mkubwa akawa anamuuliza kinaendelea nini huko. Misoma akamsimulia kila kitu. Mama akasema inambidi aende shuleni kwa ajili ya kuripoti, na inambidi aende shuleni akajue ni nini hasa kinaendelea. Kwa nini wanafunzi wenzake wanamkatili namna hii, na ikiwa kuna sheria za shule kabisa. Misoma akamwambia, mama usiende kabisa shuleni. Ukienda pale utazidi kukuza mambo, na kingine mambo yataharibika zaidi na zaidi. Bi mkubwa akamwambia, ni bora yaharibike kuliko kuangalia binti yangu kila siku nateseka. Lakini Misoma alimbembeleza sana mama yake asiende shuleni. Setiari kashaambia wale wasichana wapo juu ya sheria, maana mbali ya nguvu za kawaida pia wanatumia nguvu za giza, kuloga walimu na sometime kupindisha sheria za shule kabisa. Muda mwingine amesikia wanaua kabisa, lakini sheria za shule hazifanyi chochote juu yao. Ndio maana akawa na wasiwasi sana mamake asije kaenda shuleni huko hatimaye akamkuta makubwa, au pengine akafukuzwa kabisa shuleni. Maana hata kwenye hiyo shule sio kwamba analipia ada, bali yupo pale kwa scholarship. Kwa upande huko shuleni Wisdom leo alikwenda mpaka kwenye ofisi ya Prince, na kingine akawa ameripoti kina Chizi kwamba umekuwa kimuonea sana Misoma. Muda mwingine wanampiga, wanarushiana begi lake, wanachana madaftari yake, lakini hakuna mtu yeyote anayewachukulia sheria. Principal akauliza ni ili kundi la kina Chizi tena. Wisdom akamwambia ndio. Inaonekana Principal kashapokea kesi nyingi sana za kina Chizi, lakini bado hajazifanyia kazi hata kidogo. Akaahidi ili lazima atalifanyia kazi. Kwa hiyo akamwagiza Wisdom aondoke pale. Chizi akawa anaondoka akiwa na imani kwamba Principal atakwenda kulifanyia ili kazi. Misoma kagoma kabisa kurudi shuleni. Ameamua baki zake nyumbani tu. Hawezi kuwa anapitia mateso kama yale, kingine kaenda kuripoti kwa Principal. Principal anayachukulia juu tu bila kuchukua sheria zozote ambazo zinahitajika. Bi mkubwa akawa anamuuliza utabaki nyumbani mpaka lini wewe? Misoma akawa anamwambia mama yake siku ya kesho atakwenda, lakini anasema kesho, ikifika kesho anasema tena kesho. Mpaka mida akiwa anakula Bi mkubwa akawa anamwambia imepita wiki mbili sasa hujaenda kabisa shuleni. Una tatizo gani lakini? Misoma akawa anasema mama, unataka niende wale wasichana wakaniue? Siwezi kabisa kwenda. Nikienda wataniua moja kwa moja. Mama akamwambia hapana bana, hakuna mwenye ujasiri wa kukuua. Ni lazima urudi shuleni kuendelea na masomo yako. Kumbuka mtihani wa mwisho ni hivi karibuni tu. Unategemea nini endapo usipoenda shule? Misoma akawa amebaki na moja kwamba hawezi kabisa kurudi shuleni. Leo akiwa anaingia sokoni pia akakutana na Wisdom. Wisdom pia ndio alikuwa anaelekea nyumbani. Akamuuliza gari yako iko wapi? Wisdom akasema dereva wake katangulia nayo nyumbani. Leo kaamua tembea kwa miguu tu. Anyway akamuuliza ni wiki zaidi ya 2 zimepita sijakuona shuleni kabisa. Je, kuna tatizo? Misoma akajibu hapana, ni uamuzi wake tu. Wisdom akamshauri sana arudi shuleni. Wanafunzi, walimu, yeye pia kammisi. Wote wanahitaji kumuona tena shuleni. Misoma akaahidi siku inayofuatia atakuja skuli. Kweli bana, siku inayofuatia kaingia zake skuli kama kawaida. Na leo kuna wanafunzi wawili walikuja kutambulishwa kwenye hii shule. Teacher akawapa nafasi ya kujitambulisha wao peke yao. Huyu wa kwanza wa kike akajitambulisha akasema anaitwa Oma. Anapenda sana kushirikiana na wanafunzi wenzake. Huyu wa pili wa kiume akajitambulisha akasema anaitwa Nneka. Baada ya pale teacher akawaruhusu wakaketi kwenye deski zao. Sasa hao wanafunzi wawili wageni wote watambuani, wametokea maeneo tofauti kabisa, lakini wakiwa nje huko walipopishana kidogo kama kuna nguvu zilijirivili baina yao. Yeni inaonekana wote si wa kawaida. Wakati zamani wakatabasamu pale, kila mmoja kala kona yake. Sasa kama kawaida kundi la kina Chizi wapo wanamuonea kinoma Misoma. Wamemweka mtukati, wamebeba na begi lake. Oma
yule mwanafunzi mwingine akatokea na akawaambia muacheni peke yake. Na kwa nini mnamuonea kama hivi? Wakamwambia new material, ni bora ukae mbali na mambo ambayo hayakuhusu. Na kingine, kama ungetujua sisi ni kina nani, ungekimbia mbali kabisa na sisi, usingetaka hata kutukaribia. Oma akamwamrisha Misoma asimame kisha aondoke hapo. Misoma akasimama akatoka mbio huyo. Chizi akamwambia leo umemsaidia, lakini hawezi kukimbia mbali na sisi milele, ni lazima tutamkamata. Oma akawa anaangalia na wacheka tu pale, na ukimwangalia Oma pia sio kawaida. Sasa kwa kuwa kaingilia biashara ambayo sio ya kwake, wakaamua kumvamia yeye, lakini ile wanakuja kapiga kibao kimoja wote chali. Yani Oma ana nguvu mara mbili wasichana wote hawa, sijui the Darkmount Girls ya hawamgusi hata kidogo Oma. Waliishiwa nguvu na uwezi amini pale pale wingu likabadilika likawa rangi jeusi. Siku inayofuatia wakiwa wanaingia skuli pale akawa na wasubiri. Wewe walipomwona walichomoka mbio kishenzi, si washajua nguvu yake, na wakatoka wakakimbia mpaka vichakani huku. Wakawa wanajiuliza amewezaje kujua njia zetu. Wakashauriana inabidi warudi Kiringeni kwa ajili ya kujikusanya nguvu zao mara mbili zaidi kuweza kumdhibiti Oma, maana inaonekana ni challenge yao mpya. Baada ya pale sijui walitumia njia gani kuingia skuli. Walipoingia kama kawaida wakawa wamemzunguka Misoma pale na wanamlazimisha sana jiunge pamoja na wao. Misoma akamwambia nimeshawaambia mara zaidi ya moja, sipo tayari na siwezi kabisa kujiunga na nyinyi. Kidogo hivyo Oma akatokea na akauliza kinaendelea nini hapa. Wasichana wengine wakaingia uoga kidogo. Misoma naye akaondoka pale baada ya Oma kuingia. Chizi akamsogelea na akamwambia unajitwika majukumu mazito sana kuliko uwezo wako. Akamwambia vizuri, mimi huwa napenda majukumu mazito kuliko uwezo wangu, kwa sababu hiyo inaniongezea nguvu zaidi. Akamfuata msichana mmoja akamwambia unajisi wewe ni nani? Nitakwenda kukujeruhi hivi karibuni. Yako subiri hivi karibuni. Akamkamata shingo akamnyanyua kwa mkono mmoja. We. Yani unajaribu kupima nguvu zangu. Alimnyanyua kwa mkono mmoja akawa na yumba pale wenzake wasiweze kabisa kumsaidia. Oma na nguvu ambazo si za kawaida, mara mbili ya wasichana wote hawa. Leo siku Chizi na kundi lake wakarudi kwenye kiringe chao kama kawaida, na kingine wakawa wanajadili ni vipi wataweza kumdhibiti Oma, maana ameonekana kuwa na nguvu sana zaidi yao. Sasa wakati wanajadili pale radi zikaanza kushuka mzee, ikawabidi kila mmoja wao wakimbie, maana kiringe chao leo kimevamiwa. Oma ameamua kuwatokea mpaka huku bwana. Asubuhi ya siku inayofuatia kila mmoja kalala kivyake mzee, wengine mtaani huku. Oma akaja na akawaamsha wote kwa pamoja, wakawa wanataka kukimbia. Akawazuia mnaenda wapi? Yani alihakikisha anawakomesha vya kuzidi mpaka adabu ziwashike, maana mara zote anavyosema hapendi kuona mtu mwingine anamnyanyasa mwenzake, na ndio maana huwa anatumia nguvu zake kudhibiti watu kama hao na wale ambao wanatumia nguvu zao vibaya kunyanyasa wengine. Haya bana, mbali ya Oma kuwa na nguvu nyingi na nini, lakini yeye pia ana moyo bana. Kwa hiyo tangu kaingia kwenye hii shule kuna mtu mmoja amemuona na akampenda sana. Leo akamfuata Tochi yule mshikaji wake na Wisdom, wakawa wanapiga story mbili tatu pale na nini. Akawa amemwambia bila ya kumficha yeye anampenda sana Wisdom, na kingine angependa wawe wote kwenye mahusiano. Kwa hiyo huyu kama rafiki yake anaomba kaongee naye. Mchizi akamwambia Wisdom ana aina ya wasichana ambao anawapenda. Oma akajibu ana imani hata yeye atampenda, anahitaji kujua kidogo kuhusu yeye. Akamwambia Wisdom ni mtoto wa mfalme kwenye kijiji kimoja jirani hapo. Akamuuliza kwa hiyo kumbe ni prince, lakini haonekani kuwa kama prince, yani yupo simple na nini. Akamwambia ndivyo alivyo, yani tangu kahamia kwenye hii shule ni watu wachache sana wanajua ni mtoto wa mfalme, hapendi kujionyesha wala nini, maisha yake ipo simple kama hivyo. Hii kazidi kumfanya Oma mpende zaidi Wisdom, na kingine akasema atakuja kuongea naye hivi karibuni. Kweli bana, Mchizi akiwa kajitega zake huko anasoma kitabu, yupo na mwanae Tochu. Pale katokea Oma, akawapa salamu na nini. Tochu ikambidi awapishe pale ili kusudi hao wawili kuyajenga. Oma akawa na story nyingi kamchana Mchizi kwamba kiukweli anampenda sana. Tangu siku ya kwanza kaja kwenye shule alimpenda kuliko wanafunzi wote. Kwa hiyo anaomba kama wanaweza kwa wote kwenye mahusiano. Wisdom akamwambia yeye yupo interested na mahusiano kwa sasa hivi, hayupo tayari wakaingia wote kwenye mahusiano. Na kingine yeye tayari jicho lake lipo kwa mwanamke mwingine, sio yeye kabisa. Oma akawa anamwambia mtizame vizuri ni nini ambacho anahitaji yeye hana. Jamaa akamwambia niache, sihitaji kuwa na mahusiano sasa hizi. Oma akaona fresh akaondoka pale. Jamaa akabaki anajisemea hujui kilichokuleta shuleni, upo busy kutongoza wanaume. Sababu ya Wisdom kumkataa Oma ni kwamba tayari na mwanamke mwingine ambaye anampenda, na mwanamke huyo ni Misoma. Kwa hiyo leo akawa amemfuata mpaka huko akiwa anajisomea pale, akaanza kupiga story mbili tatu na nini. Pale Mchizi akafunguka hisia zake, akamwambia kwamba ni muda sana ametamani kumwambia, lakini ukweli ni kwamba anampenda sana Misoma. Misoma akajifikiria pale. Mchizi akaendelea kuongeza mashairi kama Misoma atamkubalia ombi lake tu.
Misoma kumjibu moja kwa moja pale kama kweli anampenda au vipi, lakini wakati wanazidi kuongea Oma akakatiza na kingine akaona akajua, aha, kwa hiyo kumbe ndo maana Wisdom alimkataa wakati ule. Akarudi akajiuliza, yani Wisdom anamkataa kisa mwanamke mwingine?